Kama unapitia hali ya ganzi nyakati za usiku ama unapotoka kuamka unakuta mwili wako una ganzi sana, aidha ni mwili mzima au upande mmoja, basi ni ishara kwamba inawezekana haujazingatia ulalaji unaofaa. Sasa aina hizi tatu za ulalaji inabidi ujiepushe nazo kama unapitia hali ya ganzi usiku, kwa sababu inawezekana zikawa ndo zinachangia wewe kuweza kupata ganzi ya mara kwa mara. Aina ya kwanza ni kulalia mikono au kulala wakati mikono yako iko chini ya kichwa. Hali hii huwa inasababisha compression ya mishipa ya fahamu katika mikono, jambo ambalo litasababisha damu isiweze kuflow vizuri pamoja na changamoto za neva. Kwa mwisho wa siku utapitia hali ya ganzi katika viungo husika, hasa sehemu hizo za mikono. Lakini ulalaji wa pili usiofaa ni kuweza kujikunja. Unapojikunja sana, maana yake unafanya mgongo wako kuwa tight, kukaza sana. Mwisho wa siku misuli pamoja na neva za mgongo zitaanza kuwa compressed, and at the end of the day utaanza kufeel numbness ama hali ya ganzi. Lakini ulalaji wa mwisho ni kulala kifudifudi ama ile hali ya tumbo kuweka chini. Hii automatic itafanya shingo yako ikae upande, hasa kwa watu ambao wanatumia mto. Lakini mwisho wa siku mgongo pamoja na mabega vitaanza kupata ganzi kali pamoja na eneo la shingo. Kwa hiyo kama ni mtu ambao unalala ulalaji huu, hakikisha unaepuka. Vya video ijayo nitaeleza namna sahihi ya wewe kuweza kulala ili uweze kuepukana na ganzi za usiku. Hakikisha umenifollow, lakini share video hii kwa unawapenda, utakuwa umewasaidia sana.